na chips and boards, MDF boards na chip boards. Hivi into au biogakora plumbing. Buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire. Voigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage. Gusua Kisimi, asenamba, enotisano nebire, eye mokianda, inyeisano, enotinye, inyeisano nemo. Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV. Ubwansu bw'omugusi. Omurubuli okubwatya nigo kuligirirwa n'ebigori byonsi. Meyamono sana mwanchomali rewa murogeni kwechi gosoli vla batambe na nchende mo Steven Captain 001 tole live nseme mitandao Facebook Ndizi TV News digital nseme ya YouTube Ndizi TV News aito sabiro kwa vla chita kange ko chia skela kigone na ko batore nge chinse mo chilichiage tigi ko kolente na chiko soli chia AMS ya mo wetene semeria mitandao ya Ndizi TV honda sebono tobate karo kia Venezuela takuna mange arengete chiko soli chia skuru nkirigia korekanire weekend ngima Nechi usuli chiacha kulia Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, na leo kulia Jumamosi to ikomo ile wechi gosoli yechi. Tuwa kuna mange nkelikia na direko bage kwa basi chigosoli yechi na ndikire semeri ya SMS. Tutebya ndake etimi yao chigosoli chechi skuru rongo rwa Nyanza etimi yao nereli ya basi chigosoli yechi. Noisa negetenero yuasi pina bote bikebwikirano. Tobe tukayamanya kebwikirano gotobe komo ko rubono goikomo eri asomoro beri wechi gosoli nase bora batogosanga iga. Tubata mageni babira sikosoli chechi skuru kurwa sensemo kuruchichaka mpaka bono iga mbatebya mange igoro yabo kodaserero iga tobukaneke gusige ke egeswahili geke stingi nchoro ndi tubata iga abande babo umuntu tari mu rubete gusikolende mbanje tegusia mbanje chikosoli cheito na kichinsa une chiga bara igase orongo rwa gusi. Kwa hivyo sasa na wewe upande wangu wa pembezoni na na jina lako kutoka sehemu hipi na labda uhusiano huu na michezo unautoa wapi? Naam kabisa, kwa majina naitwa Owiti Okeyo Hesbon. Basi uhusiano wa michezo naitoka kutoka katika Nyanza Sport Vibes. Hiyo ndiyo imenilete nikuwe na uhusiano sana na mchezo huu ambao ulikuja katika county ya Kisii. Labda unapoongelea kwamba kabla tuweze kuongelea kuhusu Nyanza Sports Vibe, wewe kama umesema ni Okeyo. Ndiyo. Wewe kama Okeyo, michezo hii utoa pia ya kupenda michezo hii hasa michezo hii ya shule? Naam, michezo ya shule nilianza kuipenda sababu hata mimi nilipokuweko kwenye shule ya msingi pamoja na shule ya sekondari nilikuwa mwanamichezo, ingawaje nilikuwa nacheza michezo ya handball, lakini nimekuja kulipenda mchezo wa soka maana inanivutia. Ingawaje sikuwa nacheza mchezo wa soka, lakini jinsi ambavyo wachezaji huwa wanacheza pamoja na watangazaji ambao huwa wanatangaza mechi ya soka ilinifanya nikuje karibu na gozi la soka. Basi imenifanya niupende na nikisikia sehemu ambapo watu wanaenda kucheza ilo gozi nalifuatilia kabisa. Awante ibuna erechi gosori echi SSB skula cheste gosori ya handball korende semeli ya enko yoe kama kora ganta chikosori echi korende upande wakati wengi wanasema labda kuna Uswahili, utatuambia kwamba wewe umetoka Uswahilini, wewe nani na labda uhusiano usuhuba na michezo kautoa wapi? Kwanza kabisa ni shukuru Ndizi TV kwa fursa hii ya kufika Ndizi TV, niseme pongezi sana. Jina langu ni Majaliwa Ali. Nimezaliwa Uswahilini sio Rongo. Nimezaliwa Mtongwe. Eneo bunge nalongoza Mishimboko. Lakini mimi ni mkaaji wa maeneo ya kaunti ya Majimbo la Migori. Anasema kwamba kazaliwa upande ule wa Mishimboko, ni mkali sana. Wewe ni mkali sana pale bungeni. Anafahamika vema, lakini anasema kwamba Ali yeye kutoka upande ule Okeyo kutoka upande huu wa Nyanza. Nisalie kwako Ali, wewe mambo haya ya michezo ukayatoa wapi? Usuhuba wa michezo?
Suhuba na masuala ya michezo kiufupi, nilipenda sana sani ya wanahabari, lakini suhuba ya mchezo kidogo imekuja kama msukumo kuingia kwenye sani ya michezo. Sikuwa na ile passion kabisa kwenye michezo, haikuwepo. Mwalimu wangu mmoja anaitwa Haman, anatokea Trans Nzoia County, ndo mwalimu alionisukuma sana kwenye michezo hii na kuingia kwenye ile passion ya kutangaza mpira, na hapo ndipo kazi ilipoanzia. Anasema kwamba mwalimu akaweza kumpa moyo akaingia katika matangazo haya ya michezo. Ni kweli wamekuwa kitangaza michezo hii ya sehemu ya Nyanza. Rudi kwako Okeyo. Nisifahamu kwamba kabla ya michezo hii ya ukanda wa Nyanza, upande wa county uliweza kuwepo katika matangazo na kufuatilia hasa kule Migori? Bila shaka, asante sana. Upande wa county nilikuwepo na mwenzangu, na tulifuatilia matangazo hayo moja kwa moja kutoka uga wa Kubweye, ambapo tulikuwa tunatangaza mechi pale, na tulifuatilia moja kwa moja hadi nyakati ambapo tulifika katika tamati lake, ambapo tulisikia kwamba mechi ambayo ilikuwa inafuatilia ilikuwa inakuja hapa kaunti la Kisii. Basi hapo ndio nilipoanza kutaka kufika ili nifuatilie hii ya Kisii imekuwa vipi. Anasema kwamba Migori waliweza kufuatilia. Kuna timu mliweza kutuletea katika upande ule wa Migori, lakini ile ambayo imeweza kuongelewa zaidi ni shule ya upili ya Kodero Bara, ambao walikuja hapa mara yao ya kwanza kuja katika michezo hii ya ukanda wa Nyanza. Mwaka jana hawakuwa, mwaka huu wakaja na wameweza kuenda mpaka fainali. Wengi hawakutarajia kwamba Kodero Bara ingefika fainali. Ali, ulipokuwa ukitazama hii Kodero Bara upande ule wa mechi ya kaunti za Migori, walikuwa sawa ama ni bahati imeleta umbali huu? Niseme kwamba Kodero Bara, maeneo ya jimbo la Migori, sio kuwatetea, wale ndo mabingwa, na haikuwepo timu ambayo ingeisimamisha Kodero Bara kwenye kusakama gozi. Kipi kile ambacho labda unahisi kwamba kilipatia Kodero Bara nafasi mzuri ya kuja, ukiangalia kwamba labda ukikumbuka majibu yao ya michezo nusu finali Migori ndipo waweze kuja hapa Kisii? Sifahamu sijui kama unaweza kukumbuka. Kodero Bara walikuwa wana rekodi. Kwa bahati mbaya na mwenzangu tulikuwa tunafuatilia sana michezo ya upande wa, tulianzia maeneo ya jimbo lile la Migori, lakini kwenye constituency level tulikuwepo constituency moja na jamaa tukipiga kazi, na constituency ambayo kwa michezo ya shule ni sub county. Sasa ni sub county ile. Sasa pale kupiga kazi kidogo, Kodero Bara tulikuja tukapatana nao kwenye county. Walipofika pale na wenyewe, kwa sababu tunawatambua miaka ya nyuma, lakini siku zote wale waga wanapiga, lakini kufika kwenye kutoboa kitu kama na hichi inakuwa kama kwa leo tuseme labda Mungu kidogo ameingilia. Anasema kwamba imekuwa ni bahati pamoja na bidii kwa upande ule wa Kodero Bara kufika umbali huu, na napoongelea ni umbali huu upi huu, wanauliza captain, umbali upi huu? Kodero Bara washafika finali, wanangoja tu kwamba kesi baina ya Matutu na pamoja na shule ile ya Gorosari iweze kutatuliwa, wapewe finali hiyo. Ni jambo tuliongelea kwa upana zaidi, lakini kwa minajili ya faida ya anayetazama kwa sasa, Kodero Bara niko ba kujise mo chiri cha Migori bagachega chiko story chiga bakabikwa semeri ya pool A na senseme ya pool A abange bakanyoroka buna pool of death karata buna pool of death no aba amereri bali abatindi baringa senseme okoba enka keyemo ntwabwate etimi ya Gorosari obenyango ko Onyanzo mwako eta semeri ya nationals aikensemo ya semi final oyuna Agorosari ntwabate Kisumu Day umwako eta aikati final chicho de semeri ya account ya Siaya no alinkeseme yu ya pool A ntwabate chitimu chinde kati ya Kodero Bara abageni ko rwasensemo eri ya Migori ngote biguna nabanyango barenga semyaka ya magega bagasira kondo mwako ralibanya alitekoba bakoira na ntwabate skuria ongincha secondary eyunero ya kurwasemeri ya Kisii South Sub County ba imekene kuna Bonchari bagatangana koru semeri Kitutu Central sema ya Kisii South ya ngene timu eri ya St Paul's igonga korende semo ya Kitutu Central no twarra ongincha bakorukuru semeri bakababanya ko convince semo ya Sub County bakanda se county ya Kisii bakachi finali bakawasoria mona Sameta na
bono wakawekwa sehemu ya pool A, na pool A ambayo tunasema kwamba ilikuwa ni pool of death. Tukaona kwamba mechi ya kwanza ilikuwa baina ya timu ya Gor Sare Kisumu Day, ilikuwa ichezwe siku ya kwanza Kano Lutunga Mosocho Jumatano, haikuwezekana kwa sababu ya shinikizo la mashabiki waliokuwa upande ule, ikaahirishwa na kuletwa katika upande wa Kisii School. Ikachezwa asubuhi na mapema saa 1, ndio mechi pekee ilichezwa mapema zaidi kabla ya mashabiki wengi kuamka, lakini bado tulikuwa ugani, mashabiki walikuwa, ikaenda sare ya bila. Tukaona pia mechi nyingine iliyokuwa ikichezwa Kodero Bara, mechi yao ya ufunguzi wakacheza na Ongincha, ikaenda sare tasa, japo Kodero Bara walikuwa na nafasi muru ambazo hawakuweza kuzitumia kirasmi sana katika mchezo huo. Ikaja mechi ya pili Kodero Bara dhidi ya timu ya Kisumu Day. Mechi ilichezwa bado katika uga ule wa Gusii Stadium, ilikuwa ni mechi ya pili kuchezewa pale, na katika mechi hii tukaweza kuona kwamba Kodero Bara wakaweza kuwapiga Kisumu Day mabao 2-1. Nafahamu kwamba mlikuwa pale. Mechi ile okay, unasema ni kuhusu mechi baina ya Kisumu Day, Kodero Bara, ambayo Kodero Bara alikuwa the underdog na akachukua pointi zote 3. Bila shaka asante. Mechi ya Kodero Bara na Kisumu Day, jinsi ambavyo tumejua kila siku, hata jinsi ambavyo watu walikuja, mechi ya Kodero Bara watu walijua Kisumu Day ndio watakuwa washindi, lakini bila shaka ilikuja kufika endapo ilikuweko tofauti na mafikirio ya kila mmoja. Unajua katika mechi ni kama hizi michezo ambao tunacheza pata potea. Huenda leo uone ya kwamba nacheza vizuri, lakini mwaka kesho ama mwaka ujao huwezi jua ni nini ambacho kitatokea. Basi hata kama jinsi watu walikuwa naingia uwanjani, mawazo yote kila mmoja alijua Kisumu Day walikuwa naenda kunyakua ushindi, hadi wakawa na mashabiki wengi, lakini Kodero Bara pia hawakufa moyo, na ndiposa unaona Kodero Bara wamekimbia hadi kwa sasa hivi wakaingia finali, maana hawakufa moyo, walikuwa na nguvu, walikuwa wamejisimamia kipekee ya kwamba wanaweza shinda, ilhali Kisumu Day walikuwa na mawazo ya kwamba jinsi ambavyo wao wanashinda hata wakija bado watashinda, wakayumba, ilhali Kodero Bara wakapata nafasi na wakapenya hadi wakafika finali. Vema, okay, kwamba waliweza kupenya katika mchezo huo, lakini kabla ya mechi ile timu zote zilisi kwamba yeyote angalipata ushindi katika mechi ile angeweza kwenda juu ya jedwali la A katika michezo hiyo, na tukaona kwamba Kisumu Day baada ya kuenda sare na Gor Sare wengi kaisi kwamba umeenda sare na bingwa wa Nyanza, basi tutakapopata Kodero Bara ambaye ni mgeni, basi bao zitakuwa nyingi, lakini hazikuweza kukua. Wewe kwako ni kitu kile ambacho kinakufanya uhisi kwamba labda mechi ile ambayo ilipelekea Kisumu Day kwenda nyumbani kwamba Kodero Bara walikuwa the better side siku hiyo ambayo ilikuwa ni siku ya Ijumaa? Pale kwanza kabisa unajua Kisumu Day walikuwa ni mababe kutoka ile kaunti ya Kisumu, na walikuja kama wamejiamini, walikuwa na ile confidence kwamba wao ndio watu wanaenda kuimerge kama washindi pale. Sasa kwa ile confidence ambayo walikuwa nayo, wale vijana wa Kodero Bara walikuja kama wana uoga na pressure ya kutosha. Kwa ule msukumo ambao walikuwa nao, ule ndio msukumo ambao uliwasaidia sana wao kuweza kupata ule ushindi. Ananiambia kwamba ni msukumo. Mechi nyingine ya mwisho katika kundi hili ambalo kwa sasa tunaliangazia, kundi la A, tukaona Ongincha wakicheza na Gor Sare. Gor Sare wakaweza kuwabatiza shule ya upili ya Ongincha si bao 1 si 2, bao 4 kwa bao 1 katika mechi hiyo, na hatimaye mechi ambazo zilikuwa ni za mwisho za awamu ya 3 ya michezo hiyo ya kundi la A, tukaweza kuona shule ya upili ya Gor Sare wakiweza kucheza na Kodero Bara, mechi ambayo iliweza kuisha sare tasa katika uga wa Kisii School, na katika uga mwingine tukaona kwamba Kisumu Day wakicheza na Ongincha, mechi ambayo Kisumu Day iliweza kushinda mabao 2-1 kufikisha hatima Ongincha nyumbani, Kisumu Day nyumbani, na tukaona kwamba Gor Sare na Kodero Bara ndio waliweza kutoka pale, japo Kodero Bara hawakuangaliwa kama favorites katika mchezo ule, lakini nilikuwa nimeshasema wiki iliyopita kwamba hii pool A surprises zingekuwa, na Kodero Bara ikaleta hiyo surprise ambayo imechukua mpaka kufika katika upande ule wa finali. Lakini wangu nitazame upande ule wa kundi la B. Katika kundi la B tuliweza kuwa na bingwa kutoka Nyamira ambaye ni Matutu, bingwa kutoka upande wa Siaya ambaye ni Ambira, bingwa kutoka upande wa Kisii Sameta Boys, na aliyekuwa wa pili kutoka upande ule wa Homa Bay
anafahamika kama Tonga. Mechi pia ziliweza kuwa ni mechi kali, lakini hatimaye tukaona kwamba Ambira alishinda mechi zake zote. Baada ya kushinda zote pointi 9, akawa ndiye wa kwanza. Matutu alipokuwa akicheza na Tonga, mechi ambayo ilikuwa iamue kwamba baina ya Tonga na Matutu nani atasonga mbele, kwa kuwa walikuwa na wastani ya pointi 3 wote, walikuwa na wastani. Sari haingesaidia Matutu kwa sababu timu ile ambayo ni ya Tonga ilikuwa kuisha kuwa na bao nyingi zaidi, kwa sababu Ambira iliweza kupiga Matutu nyingi zaidi kuliko ilivyopiga shule ya upili ya Tonga. Lakini hatimaye tukaona muujiza ukawa kwa Matutu kushinda bao 3-2, kuchukua nyumbani shule ya upili ya Tonga, kuchukua nyumbani shule ya upili ya Sameta. Ikawa kwamba Ambira ndiye wa kwanza kutoka kundi la ba, na tukaweza kuwa na upande ule wa Matutu kutoka Nyamira kwa ndio wa pili, wote kujikatia tikiti upande wa nusu finali. Labda unasema nini kuhusu kundi hili la ba? Katika kundi la ba, mechi ambao ama maneno ambayo naweza kusema kwa timu ya Matutu ni ya kwamba wana vijana wa Matutu walikuweko na kazi nzuri. Endapo ulikuwa unaona madefenders wao pamoja na hawa ma strikers walikuwa kwa kazi, hawakuwa wanachelewa, walikuwa kuna bidii ya muchwa, endapo hawakuwa wanataka kusita, na ndio endapo wamepita moja kwa moja hadi jana tukaona mechi ambao walicheza kwa njia ya usawa, ingawaje mechi haikufika katika ukingo wake, lakini walijitahidi kabisa. Hao wana Matutu pamoja na kocha wao, jinsi ambavyo walikuwa wanashirikana wachezaji wale, ilikuwa kwa njia ya shwari. Anapata mpira hakuna kuchelewa, akipatia mwenzake anaangalia. Unajua ni tofauti na wale ambao walicheza na wao jana, walikuweko wanachelewa, ilhali pia wao pia huwa wamejua wananyakua ushindi. Lakini mwaka huu vitu zilikuja kubadilika. Kama ulijua unachukua mwaka huu watu walibadilika, jinsi ambavyo niseme usiku hizi vijana ndio wamechukua kipaumbele. Basi Matutu pia walisema hawatabaki nyuma, nao pia wanataka wafike finali jinsi ambavyo wengine wanafika, hata wao wanajiweza, maana wote ni binadamu. Basi wakafanya jitihada kushirikiana, wachezaji wanashirikiana upande wa kushoto, upande wa kulia, na wakipata mpira wanatoa moja kwa moja bila kuchelewa. Anasema kwamba walishirikiana kama timu ya Matutu kufikisha upande ule, na upande mwingine mara wote watia nsemo ye metandao ni ndochaiga Bonaventure wazee auti abuna koruchinse mochirichia menyinkwa chituka ako tuned in ndochaiga Jeria Kerubwa auti abuna korua chinse mochirichia Manama Bahrain Kingdom chinse mochia machengumba auti abuna all the way to my home county Kisii gotobwati ane ya sana korwa chinse mochirichia Bahrain ndochaiga Uni yule mmoja tabuna I'm following live from KSA timanyanda kenabonte KSA yense mokieye eye nabakwangeresase Uni yule mmoja. Ruth Nyabuto out abuna I'm tuned in kama kawaida. Asante sana Ruth. Out abuna he is watching koruchensemo, she is watching kunradi koruchensemo chirichia gaf kati abali bagotobwati asensemo ye metandao kwenda sebono mangachi kosoli chirichia chirombe semo ya pool A pool B kunyara kwa wachi kokosoligwa toto alete chikosoli chia semi finali ase umutangani nsemo ya pool A oyore timu ya Agoro Sare alikosoli amona oyo kabere korwa semo ya pool B ole Matutu egos kimano kende kia kabere gechi semi finali tukarra oyo kabere korwa semo ya pool A oyore Kodero Bara yakosoli amona umutangani korwa semo ya pool B oyore Ambira egosoli ya Ambira versus Kodero Bara kaosoli getigia Kisii School na omelo ya Kodero Bara bakabugwa Chugo Olivere asevosa kwenye iranika eskuru ya Ambira koruchisemo chia Siaya County bakane kibiri ya tari ya Migori ya Ambira nsemo yeshi finali nsemo ya ekosoli de nsemo ya Kabere yeshi semi final Agoro Sare barakosa mana nsemo ya Matutu nseme ntangani tokora Matutu bakabunge gori ntangani chitageka inye chiego sorry bakamente ya Kabere chitageka nke yogo ikensemo ya half time wetere nsemo ya penalty bakayana nsemo ya Kabere nabo no chiburaburu chacha kirete kwenda sebono nagane twende nsemo ya Kabere studio toranda ke chipcho kurwa sekeminano gati ya timu ya Agoro Sare versus Matutu kurwa segeti ya Cardinal. Mashabiki anawanyanyua mashabiki dakika za kwanza za mchezo. Aweterani kijana jezi nambari ngapi? Jezi namba 10 Tony Oto hata Matutu jezi nambari 3 mgongoe kichwa kinaita tena anatoa hatari kijana jezi nambari 17
wa Goro Sare anakuwa anaipiga ile konya. Tuone, tusubirie, tuangalia mgarao. Kona itazaa nene, piga chanja nene, piga mlingoti. Mimi ni Mwananyamira. Haya, Katulas anzisha Goro Sare pembezoni kushoto, kumtafuta nani? John Kelly. Kata vijana matoto hawa, mpira kurusha kwa faida vijana wa Goro Sare. Anarushana ni kijana John Kanyaka valia jezi nambari 15 mgongoni. Anzisha tena hawa vijana, lakini sema mwamuzi wa katikati ya uwanja, inapigwa ikabu. Alichezewa madhambi kijana mwite nane John Kelly huyo. Weka ile gozi chini, atakuwa anachanja nani? Bila shaka vitu vyake Alex Pele atakuwa anachanja Alex Pele. Goro Sare vijana wa matutu wanajenga ukuta wa binadamu, wanaweka basi la mtu, kichwa kinaita nene lama gani? Kijana jezi nambari 6 mgongoni atalia machozi ya kobe, poteza ile nafasi Odera. Madhambi haya, mwamuzi anasema ikabu kwa faida vijana wa Goro Sare. Mwamuzi anasema ikabu kwa faida vijana wa Goro Sare. Weka ile gozi chini. Kipindi cha kwanza, kama ndo najiunga nasi, unapata matangazo mbashara sana ndani ya Ndizi TV. Niite kijana Majaliwa Ali, sauti natamanika na wengi nachukiwa na shetani. Anzisha vijana wa matuto wa Goro Sare, jezi nambari 14 mgongoni, wanaingia na Katula Soyo, kichwa kinaita Goro Sare. Tuliza ile gozi, kijana jezi nambari 9 mgongoni matuto, kumtafuta nani? Jezi 19 John Olo, lakini wapi anakataa. Kata Goro Sare, valisha mtu kanzu ya pili, kumtafuta nani? Kijana Omondi yule, wanakata matoto, piga mtu chenga ile kwenda skuli, piga mtu chenga ile inakubali. Haya, waite hawa jezi nambari ngapi mgongoni huyo? Kijana Maranja. Mpira unatoka nje, kwa mpira kurusha kwa faida vijana Goro Sare. Anakuwa anarusha nani? Kijana yule Joseph Bradley anarusha nyuma kumtafuta nani? Mwite nani yule? Mark jo kwa jo, rudisha kijana jezi nambari 10 mgongoni, anasema potelea popote hapa, situruhusu. Anaitwa nani? Kijana Tony wanaanzisha Goro Sare. Tuliza ile gozi taratibu, anabla mtu chenga inakubali ile taratibu, anaingia Goro Sare, kata matutu, wanaikataa matutu, piga mbele kwa mbele matutu taratibu, vika ule mstatiri, kijana za 19 mgongoni John Olo, lakini mpira unatoka nje, utakuwa ni kurusha kwa faida vijana matutu. Anakuwa anarusha kijana jezi nambari 20 mgongoni James Ongesa anakuwa anarusha ule mpira bila shaka. Haya, anakuwa anarusha nani? Sio Ongesa, anakuwa anarusha jezi nambari 3 mgongoni Daudi Onganyo, anamwachia Daudi Onganyo yule. Daudi Onganyo anakuwa anakuwa anarusha ule mpira kijana Daudi Onganyo, bila shaka ni mpira ikabu, sio mpira wa kurusha ule. Kuna mtu alichezewa madhambi. Haya, Onganyo rudi hatua kadhaa. Onganyo kipa wanatoa, piga popote kijana Rio Ferdinando anaokoa jari, wanarudisha tena matutu, achia mkuki ule povu, wanakata. Haya, Goro Sare juu kwa juu, piga kichwa popote, wanakataa. Jezi nambari 3 Daudi Onganyo, mbuka wanakataa, wanasema hakuna nafasi. Imepigwa badiliko, bila shaka ndio badiliko hili, naona mabadiliko upande mwingine na Goro Sare. Nilikwambia kwamba na hii imefanyika kabla waende mapumziko. Ndio Goro Sare atakuwa anakufahamisha wanamtoa nani na ni nani anaingia, wanafanya mabadiliko. Wana Goro Sare atakuwa anatoka kijana nani? Sikiza, nitakwambia kijana jezi nambari ngapi mgongoni? 13 bila shaka, 8 kijana jezi namba 8 mgongoni, mwite nani? Omondi Kevin na jezi namba 17. Omondi Kevin anaingia 17, nguvu mpya. Ndio Omondi Kevin anatoka. Haya, tusubirie 17 atafanya nini? Anapiga mbele kabisa, jezi namba 14, anakata kutoka matutu huyo, analipiga ndevu kabisa, analifuata lakini anakosa. Ngozi itakuwa mwingi umetoka nje, imekuwa mwingi umetoka nje, itakweko ni nafahamishwa kwamba ukifika hapa, ukifika Kisii
penalty na kurusha ule zamu ya Matutu. Bila shaka anakuwa anarusha nani? Kijana jezi nambari 3 Dayo Onginyo, Dauda Onginyo, kosa ile anasema mwamuzi Ngokikio. Weka ile gozi chini, kijana jezi nambari 3 Alex Pele anaweka ile gozi chini. Alex Pele, sio Alex Pele, jezi nambari 4 mgongoni yule Mark Pavin. Mark juu kwa juu, kichwa kinaitikia nyuma, tena kichwa kinajibiwa, jibu tena kwa kichwa. Vijana wa Matutu hawa, jezi 15 achia fataki, lakini kichwa kinaita tena, kichwa tena, taratibu wanatuliza ingia Matutu. Chenga kwanza nakubali Matutu, chenga pili nakubali Matutu, chenga tatu anampa nani huyo kijana? Nani jezi nambari ngapi mgongoni? Wanaingia Matutu, haya nini ile mpira mrefu wanazuia, wanasema Goro Sare mmezoea. Weka ile gozi chini, kijana Rio Fernando wale jezi nambari 20 mgongoni ya Goro Sare, anzisha ile gozi juu kwa juu, anakata tena Matutu, kichwa kinaitikia pale, taratibu tuliza ile gozi 17 mgongoni kijana huyo wa Matutu, lakini anakata Goro Sare jezi 15 mgongoni. Anyiko Dan anacheza na nane mwite Kele anaangalia kwake Dan, tena Dan kwake Ongicho, mpira mrefu unatoka nje, achezea madhambi. Bila shaka anaona kama mchezaji yuko mle chini, mchezaji yuko chini na inakuwa ni ikabu. Haya, anauziwa Dogluga, auziwa kiatu cha mtumba, bei ya jioni, anakubali kununua lakini yote 9 anakubali kunyanyuka. Haya, ikabu pale jezi namba 19 anajulikana kama nani, anaenda kulichanja mpira John Oloulo. Pana sio John Oloulo, samahani, anakwenda na mpira Joseph, anavurumisha kombora mtu mzima, ndefu kabisa, inakuwa mwingu unatoka nje, mrefu ule anapiga ndefu, gozi inakuwa mwingu unatoka nje. Inakuwa ni goal kick. Kumbuka ni goal kick. Anachukua gozi pale akiangalia ndio kulipiga kule kwa upande gani, basi vuta hatua 1 2 3, piga mbele kabisa kwenye kituo cha uwanja, anatambana na mpira vizuri kabisa, chukua kwa kichwa, anatuliza gozi, kata 1 2 3, anaacha gozi linadunda, weka kwa kichwa tena, mpate mwenzake, kata 1, mpate mwenzake tena, jezi namba 15 Kalifata, anatambana mpira, chukua, anapiga wapi, kata 1, kata 2, anakwenda kipenga kinapulizwa, amemchezesha madhambi. Anamchezesha madhambi, wanasema amemchezesha madhambi na itakuweko ikabu. Inapigwa ikabu hiyo, ama ikika ukipenda, na bila shaka ile ikipata mchanjaji mzuri wa mpira mfu, ndio akipata kijana ambaye anatumia gola kulia vizuri, basi tutaona itakuwa vipi. Kwa sawa, tutaona itakuwa vipi, subirie tuone mambo yatakuwa vipi. Ndio haya, ni kama hatua ngapi zile? Kama hatua 20 hivi, bila shaka ni hatua 20 kutoka kwa lango hatari. Wacha tuone nani anaenda kufuta ile gozi. Naona kijana jezi nambari 8 kwenye kaptura Dominic, namuona akiwa karibu na jezi namba 10, kijana yule msumari sana. Yaani watu wanajitayarisha kwenda kuligonga, tujui nani atalichanja ile gozi. Haya, tusubiria. Analianza vizuri kabisa, vurumisha kwa mlango mzima, inapata ukuta la kibinadamu. Basi gozi inakwenda ndefu kabisa, analichukua kata 1 2 3, wanasema mchezeshe madhambi, gozi liweke chini, anaanza kwa haraka, analifuata mbele kabisa, anafuata gozi jezi namba 7, anakwenda nayo jezi namba 7, analalishwa, kipenga kinapulizwa na anakula kadi pale. Kadi ya njano inashuka hapa, mwamuzi anatoa kadi ya njano, inashuka kadi ya njano ya kwanza, analambishwa nane, nitakufahamisha. Mbemono sana chivi cha kurwa sema ya Cardinal Lotunga Mosocho kwa serikali timu ya Goro Sare versus timu ya Matutu. Mlikuwa pale mechini, mlikuwa mkitangaza ali wezaje mechi ile kwanza kabla ya vurugu kutokea?
Kwanza kabisa niseme vijana wa Matutu, pongezi sana. Ni vijana ambao walicheza mpira wa kujituma, wa nidhamu. Ukiangalia yule kijana jezi nambari 10 alikuwa yajituma sana. Walikuwa mpata chance mara moja wanaitumia. Kwa kile ni kitu ambacho kiliokoa sana ile timu ya Matutu. Rahisi kwamba iliweza kukolea sana jezi nambari 10 ndiye nahodha wa timu ile ya Matutu, ndiye center back upande ule, japo anavaa jezi nambari 10. Upande wako hiyo ni mechi ambayo mliweza kuitangaza hasa kipindi cha kwanza, labda kuona kwamba Matutu waliweza kufunga bao la mapema, kisha baadaye wakaendeleza mashambulizi hadi kupata penalty na pia wakaifunga kiufundi kabla ya kuweza kufika upande ule wa half time. Unahisi labda mechi ile ilikuwa vipi baina ya timu zote mbili ambazo wengi walidhani kwamba Matutu angaliweza kushindwa na timu ya Gor Sare, lakini haikuwezekana ugani? Bila shaka, asante sana. Jinsi ambavyo wanasema ya kwamba ngoja umiza matumbo. Gor Sare walingojea wakiona ya kwamba ni mapema, ilhali Matutu walijua mkienda katika mchezo kuna mshindi na mshindwa. Basi wana Matutu walikuwa wanajituma wakijua ya kwamba kuna kile ambacho walikuwa wanaitaka. Basi waliwawai wana Gor Sare wakarudi kudefend, yani wakaenda kujikinga ili wana Gor Sare wasipate bao. Walikuwa wakijituma, mlinda langa akipata mpira anaanzisha haraka na midfielders wanaipiga mbele kuwatafuta striker. Basi walikuwa wanaipiga kabisa, ilhali kama tunaweza sema gozi ingekuwa inaendelea ama kuna dakika wangekuwa naweza songeza, mimi naona Matutu wangezidi kufunga bao, maana walikuwa wanajituma, wanatafuta. Lakini Gor Sare walijua ya kwamba bado dakika 90 ni mingi. Wasipojua jinsi ambavyo muda unasonga, dakika 90 yanapungua, yanakuwa kidogo. Anasema kwamba anahisi kwamba mechi ile ingaliweza kuenda hadi tamati yake, tungaliona kwamba Matutu wangeweza kuongeza bao nyingine. Wengine wanahisi kwamba Gor Sare wangeweza rejesha kama si zote angalau bao moja, lakini yote hayakuwezekana kutokana na vurugu ambazo ziliweza kutokea takriban dakika 19 kufika tamati ya mchezo ule. Hali labda ungesema kwamba vurugu zile, kuna wanauliza kwamba ni kipi kilileta vurugu ile, ukitazama kwamba wengi wakati mwingi vurugu zinapotokea ni labda watu kutokubaliana na maamuzi ya center referee, ambapo labda amepeana penalty, watu hawaridhiki na penalty ile ambao ni mashabiki katika huu mustakabali. Lakini sasa pale bao zote 3 hatukuona vurugu ikitokea, bao zilipokuwa zikifungwa. Lakini kadri muda ulipoyoyoma ndipo tuliona vurugu zikija chini ya dakika 20 mechi kufika tamati. Nini kilileta vurugu? Niseme kwamba asiyekubali kushindwa si mshindani. Kitu ambacho kilitokea kule, kama kuna mtu nitakuwa napita kidogo mipaka yake, nitamwambia pole, lakini ni vizuri kwamba tukasema ukweli. Wale vijana wa Gor Sare wenyewe walikuwa wako sawa, na inaleta picha mbaya sana kwamba mashabiki mnaingilia kuharibu mchezo ambao wale wachezaji ambao wapo uwanjani na wenyewe wanakubaliana na ule mchezo. Pale moja kwa moja mashabiki wale wa Gor Sare walipoteza hope kwa mapema kwamba ile wameshindwa, kwamba ile Matutu imeshachukua ile. Kwa hiyo ilikuwa ni mbinu moja ya kusema ya kutafuta kizuizi, lakini kweli ni wa mambo ni kwamba pale ule mchezo Matutu walikuwa wameshaumaliza, hata kama kwa sababu mchezo ulikatika kwenye dakika takribani 70 na kama sijakosea 68 mpaka 71 hapo katikati. Kwa hiyo kama iwapo bado wangevumilia zile dakika ziishe, japo mpira kinachoamua ni kipenga cha mwisho, pale wangevumilia, sidhani kama wangepenya kwenye lile goli la Matutu. Ali anahisi kwamba hatungalipata bao kutoka upande ule wa Gor Sare, jambo ambalo linasadifiana na kauli yake akisema kwamba mechi ingalikwenda hadi tamati, Matutu wangaliweza kuongoza. Wengi wakijiuliza kwamba ukomavu na ushujaa wa upande ule wa Matutu ni ushujaa ambao haukuonekana katika mechi zile za makundi. Lakini nilipokuwa nikiongea na upande ule wa kocha na wachezaji wa Matutu hasa baada ya mechi ya nusu finali, baada ya kuweza kuibandua
shule ya upili ya Tonga. Waliniambia fika kwamba walijipanga mechi hii wakijua kwamba kama unataka kuwa bingwa wa Nyanza, kama kuna timu ambazo unafaa uweze kucheza nazo ambazo ni kali, ni Kisumu Day, ni Agoro Sare. Kwa hivyo mwaka mzima walikuwa wakifikiria kwamba je, tukiwaipatiwa Agoro Sare kutakuwaje? Wakajipanga kwa kiwango hicho, na walipopatiwa Agoro Sare ni kweli walidhihirisha kwamba walikuwa washajipanga fika kupelekea vurumai iliyotokea. Hata hivyo baada ya vurumai mechi kuweza kuendelea, kunao wengi walioumia, miongoni mwao kocha Joseph Ongoro, kocha mkuu wa upande wa Matutu. Wachezaji takriban 4 wa timu ya Matutu waliweza kupata majeraha, wakashughulikiwa katika hospitali ya Kisii Teaching and Referral Hospital. Tunashukuru Mungu kwamba wote wako sawa, japo kufikia sasa hawajaweza kujua hatima ya mchezo ule. Upande mwingine wa Agoro Sare pia wao wameshaweza kuweka kesi wakisema kwamba kwanza mechi ilikuwa imeisha, pili sio sisi tulianza vita, ni mashabiki, na mashabiki hatuwezi sema huyu ni wangu, huyu si wangu, hata kama ananipigania. Kwa hivyo hiyo ni upande wa Agoro Sare. Pia Agoro Sare pia anasema kwamba wachezaji wa Matutu wako na maswali kuhusu baadhi ya wachezaji wa Matutu, wakihisi kwamba si wachezaji ambao ni wanafunzi au wamekiuka sheria zile za Kenya Secondary School Sports Association zinazoongoza michezo hii. Na upande mwingine Matutu nao wanasema kwamba tulikuwa sawa, tulifuata kanuni zote za michezo, hali ambapo vurugu iliweza kutokea hatukuweza kuianza, sisi ndio tuliweza kuumizwa, rekodi tunazo, mbona tusipatiwe ushindi ule? Na hiyo sintofahamu ndio ambayo imepelekea mechi hii kuweza kutoamuliwa leo hii, kwa sababu hisia zilikuwa juu pande zote mbili, upande wa Agoro Sare, upande wa Matutu. Lakini ile adhabu ambayo tumeona ni kwamba kuna wameweza kuumia kutoka upande mmoja, na kwa sababu ya taharuki hiyo, kwanza uamuzi utaweza kufanywa baadaye, na siku ya finali pia yule ambaye atacheza na Kodero Bara, iwapo ni Matutu, iwapo ni Agoro Sare, iwapo wote hawataweza kuwa pale, tunabaki tu kusubiri. Kwa sasa ni taharuki kwetu. Unatarajia nini okay? Bila shaka kwanza kabisa ningesema mimi siwezi kubaliana na hayo. Maana kabla wachezaji wafike uwanjani wakaguzi walikuweko pale. Agoro Sare walikuweko na Matutu walikuwepo, wote walikaguliwa. Ingelikuwepo Agoro Sare wanaona ya kwamba wachezaji wale si wachezaji wa kweli, hawangekubali kuingia uwanjani. Wangekataa, wasikubali kuingia uwanjani, waseme hawa si wanafunzi, basi wasiingie uwanjani. Lakini sababu walisakubali hadi wakaingia uwanjani, dakika ya kwanza, ya kwanza ikaisha, bado wako uwanjani, wakakubali tena kurudi uwanjani katika kipindi cha pili. Mbona hawakulete lawama hizi zote? Namba ya pili, nasema bado sikubaliani na wao. Wanasema ya kwamba mashabiki ndio walikataa ya kwamba hawawashabiki. Kwanza kabisa hakuna mwana Agoro Sare yoyote ambaye aliumia. Lakini tukirudi upande wa Matutu, kocha wao na mhurumia na mpigia pole popote alipo. Ya pili, wachezaji niliona wengine walipigwa vichwa mawe. Mbona wakataa ya kwamba walikuwa mashabiki? 90% walioko kwenye uwanja ule walikuweko mashabiki wa Agoro Sare. Basi hao ndio walileta ile vurugu. Hakuna siku watakubali ushindi, lakini katika mchezo mshindi lazima akuwepo. Wangekubali tu mapema waseme tumeshindwa, mbona wakaongojea bao la kwanza, bao la pili? Kwanza ungeangalia bao la kwanza jinsi ambavyo walifunga ilikuwa kwa njia ya sadakta. Mbona wakukataa muda huo wakaingia uwanjani kwanza? Wakatae, mbona hivyo? Maswali mengi yanaulizwa na upande ule wa okay. Hiyo ni maswali ambayo pia yataulizwa katika upande ule wa benchi la majaji wa viongozi wale wa shirika la Kenya Secondary School Sports Association. Maswali hayo yote tunangoja uamuzi wa majibu hayo, ambayo wengi watakuwa kifuatilia tu si eneo hili tu la Nyanza, bali mikoa yote mingine 7 katika taifa la Kenya, kwa sababu atakayekuwa bingwa hapa upande wa Nyanza atakuwa favorite katika michezo ya kitaifa, hasa upande ule wa soka. Ikumbukwe kwamba michezo hiyo inaandaliwa hapa katika kaunti ya Kisii. Kwa hivyo ni jambo ambalo tutakuwa tukiweza kuliongelea, lakini kabla kuweza kuvalia njuga michezo ya akina dada, tumeona kwamba mabingwa wengi wameweza kupigwa nje. Mwaka jana Shanderema akawa ndio watatu kitaifa, ashapigwa nje. Tukaona Solidarity Boys Anthony Kitale akiweza kupigwa nje, na St Joseph's upande ule wa Trans Nzoia kesha pigwa nje. Aliyekuwa wa pili kitaifa Dagoretti, tunasubiri kujua kwamba mechi za Nairobi zitaweza kuisha vipi. Aliyekuwa wa 4 kitaifa Agoro Sare anasubiri kesi, lakini kufikia sasa wengi wanachukulia ni kana kwamba ashapigwa nje. Nyakach pia aliyekuwa finali mwaka jana amepigwa leo na Alara.
Shaderema, tumeongelea kuhusu Musingu, Butere, baina ya timu zingine zile. Ali, ni kipi kimegeuka mwaka huu kwamba chini ya miezi 12 mabingwa wapya wameanza kuonekana? Unajua kila siku zote mwaka ukianza lazima popo na Januari na Disemba. Januari haziwezi zikafanana na Januari ya mwaka 2023, haiwezi kafanana na Januari ya mwaka 2024. Mambo huwa tofauti. Ni kipi ambacho kimegeuka hapa? Hizi shule babe sana ambazo zinajiamini kwenye mambo ya soka ya mguu, basi hapa walikuja moja kwa moja akijua kwamba sisi ndo mabingwa watetezi na hii tunaenda kuchukua. Kimfano kwenye ile pooling ya Goro Sale walijua pale kwamba ni mteremko. Sasa walijua kwamba fika pale ni mteremko, na iwapo Goro Sale basi ingekuwa kwenye ile pool A ingepigwa mapema. Hilo ni kitu. Goro Sale ingelikuwa pool B. Ingelikuwa pool B, basi wangetoka mapema sana. Lakini pale A walijua kwamba ule ni mteremko. Sasa mechi kama ile walipokuja wakaipata kwamba anacheza na Matutu na walikuwa wana asilimia kama tuseme 70 na ile mechi wanaishinda. Kwa hiyo kule kuwa na ile confidence sana kunafanya watu wapoteze. Mfano mzuri ni Solidarity. Walipoteza mapema sana. Kwa hiyo mambo hubadilika na soka siku hizi imebadilika. Unapata vijana wengi siku hizi sio lazima amngoje coaches wake ampate kwenye uwanja. Unapata michezo mingi ipo kwenye constituency levels, ipo kwenye mawadi, kila county unapata kila mtu anakuja anaibuka na zile tournament. Kupitia kule zile tournaments zinakuza vipaji, na vile vipaji ambao wanacheza ile soka sio villagers, ni watoto wa shule wengi. Ndio maana utapata kwamba tournaments nyingi zinachezwa wakati ambapo shule imefungwa. Mwezi wa 4, mwezi wa 8 na Disemba. Kwa hiyo ukipata hii Disemba ambayo watu walitumia 2023, basi wanafunzi wengi sana waliinvest kwenye kucheza soka. Anasema kwamba overconfidence ni japo ya yale ambayo yameweza kuchangia kwamba timu ambazo zilikuwa ni mibabe mwaka jana, mwaka huu wengi wao wameweza kupigwa nje na kubaduliwa katika mashindano haya. Okay, unakubaliana naye? Naam, nakubali. Na jinsi ambavyo mwenzangu anasema ni sawa. Ako sawa kwa sababu hata jinsi ambavyo tulikuwa tunaangalia ukienda katika kaunti hizi nyakati ambapo ingelikuwepo si ni wanafunzi ama ni watu wa nje ambao wasomi, michezo haya yangekuwa yanachezwa hata mwezi wa pili hapa, lakini utapata ni mwezi wa 4, mwezi wa 8, mwezi wa 12, nyakati ambapo wanafunzi wako nyumbani. Endapo hapo ndio wanafunzi wanakuza talanta zao. Basi hata nashangaa jinsi ambavyo sasa hivi unapata inakuja kinyume ya kwamba wasiokuwa wanafunzi ndio wanacheza. Ni maswali tu ambayo nikana kwamba hali ana wazo la kuongeza. Na bado kuna kitu this is out of me, lakini ningependa sana kuiguzia hii kwamba wale viongozi ambao watakuwa wanaamua huu mchuano baina ya Goro Sare na Matutu wawe wapo fair sana. Kwa sababu gani? Bana, unajua mchezaji kimfano nilikuwa napenda sana kumfuatilia kijana anaitwa Eden Hazard. Eden Hazard alikuwa na triki moja kwenye mpira. Eden Hazard alikuwa ni mtu ambaye ana zile statistics za kucheza kwenye mpira. Anaweza akaja akajiguzisha kwako ili apate penalty. Sasa nazungumzia nini? Goro Sale zile tactics za kutumia kwenye mpira jana zilikuja zikagonga mwamba. So the only option ambayo ilikuwa pale ni mashabiki kuingilia kati. Sasa niseme kwamba pale mashabiki kitu cha kwanza walifanya kitu ambacho sio kizuri, na wale wachezaji ambao waliumia tunawatakia afueni ya haraka pamoja na coaches. Nilimuona kama anachechemea pale akitoka, lakini mambo yatakuwa sawa. Ananiambia kwamba siku ya nyani kufa miti yote huteleza, hata upate mti wa avocado unateleza. Kwa hivyo ni kauli yake Ali, lakini macho yetu yote yatakuwa katika upande ule waamuzi wa kesi baina ya Matutu dhidi ya Goro Sare, kujua kwamba nani atacheza na Kodero Bara, atacheza lini, atacheza wapi, atacheza chini ya sheria zipi. Ni mambo ambayo tutakuwa tukiyafuatilia na tukupike kwamba kauli hizi ambazo tumeziona kwa upande wa Goro Sare
Ndizo pia tuliona upande ule wa Solidarity Boys St Anthony Kitale baada ya kupigwa na St Joseph's, walisema kwa pia wana ushahidi kwamba wachezaji wa St Joseph's walisema 98% hawakuwa wanafunzi, lakini baada ya benchi kuweza kukaa ikachukua siku nyingi, hatimaye tuliona kwamba St Joseph's walipewa ushindi wao. Tutasubiri kuona pia hapa hivi nini litaweza kutokea katika haya yote, lakini hapa nimeandizi TV Murobeli wechi gosori mnavotanga kwa na nchende Stephen Captain 001 kwa tuna Alliance pia kwa kande chigosori kwa anya vile kibuikana kwa serero ngo tobwate special edition Murobeli opene kumurikira mangana ngeta chigosori chechi secondary cyo mwakoyo aigase county ya Kisii county sana na mugororongo rwa Nyanza chia Nyara Kova Chigoja tabe tukanda somo timo keigo sema ya kabiri tumurekere chifinali chia baiseke cha sori gure nsemberi ya Kisii school tawatebya mange igoro yechigosori yechyo. Haya, asante sana. Basi ni mechi ambayo imeweza kutamatika ama kina dada wa timu ya Arara wameweza kutawazwa ni kama ndio washindi sasa wa michuano hii katika upande wa kina dada baada ya kuwachabanga kina dada wa timu ya Nyakach magoli mawili kwa moja. Je, mechi hii Ndemo Steven umekuwepo hapo, umeitazama kwa karibu, unaweza kuizungumzia vipi? Kwangu mimi nahisi kwamba timu hii ambayo ni ya Arara walikuja kama underdogs kwenye finali hii. Mara ya kwanza kufika kwenye finali, mara ya kwanza kuja katika mashindano haya ya Nyanza. Mwaka jana hawakuwa, walitoka katika upande ule wa county, wamekuja regional, samesha kwamba hawajakuja kubahatisha, wakawatoa ni timu ile ya Hawiga. Asante sana. Basi ni mechi ambayo imeweza kutamatika ama kina dada wa timu ya Arara wameweza kutawazwa ni kama ndio washindi sasa wa michuano hii katika upande wa kina dada baada ya kuwachabanga kina dada wa timu ya Nyakach magoli mawili kwa moja. Je, mechi hii Ndemo Steven umekuwepo hapo, umeitazama kwa karibu, unaweza kuizungumzia vipi? Kwangu mimi nahisi kwamba timu hii ambayo ni ya Arara walikuja kama underdogs kwenye finali hii. Mara ya kwanza kufika kwenye finali, mara ya kwanza kuja katika mashindano haya ya Nyanza. Mwaka jana hawakuwa, walitoka katika upande ule wa county, wamekuja regional, samesha kwamba hawajakuja kubahatisha, wakawatoa ni timu ile ya Hawiga kwenye nusu finali. Nyakach wakawa katika finali mwaka jana, wakapigwa na Luak. Walikuja na confidence wakijua kwamba baada ya kuitoa Luak kwenye nusu finali, Nyakach walijua kwamba wangeshinda mashindano haya, lakini timu hii ambayo ni Arara imekuja kama underdogs, lakini huko underdogs mwishowe wamechukua ushindi na kuwa mabingwa wa Nyanza mwaka huu. Kufunza nini? Kwa sababu tuliona Solidarity ikatolewa, sasa hivi wameweza kutolewa ni Nyakach. Inakufunza nini wewe kama inakufunza nini katika maisha? Inafunza kwamba katika michezo hii ni onyo kwa timu zote ambazo zinakuja nationals. Kama ulikuwa nationals mwaka jana, mwaka huu haitakuwa rahisi. County champions wa county mbalimbali wengi walibaki kwenye county. Regional champions wa mwaka jana wameweza kutolewa. Agosta sasa hii ni kesi wanategemea kama watafika finali ama hawatafika. Kumaanisha kwamba wale ambao walikuwa ni champions haitakuwa rahisi mwaka huu. Naona kwamba Nairobi pale Dagoretti pia wako na mechi pale, sijui Dagoretti watamaliza vipi, lakini kwamba nionye kwamba kwa wale ambao ni champions mwaka huu si rahisi. Mnajulikana, wengi wamejipanga wakijua kwamba lazima nijipange zaidi ya Solidarity Boys, lazima nijipange zaidi ya Dagoretti, lazima nijipange zaidi ya Gorosari iwapo na kuja mashindano ya Nyanza. Kwa hivyo wamejipanga zaidi, na kama unakuja kama champion, kuja na kiburi, utabaki na kiburi hicho. Kama ukikuja kama bingwa, ukikuja na kiburi, utaweza kuanguka nayo. Asante sana. Basi kumbuka mechi katika upande wa wavulana imeweza kuahirishwa, bado kuna utatanishi kati ya Matutu na Gorosare, bado haijaweza kusuluhishwa, lakini hayo yote tisa tumekuwa ndani ya Ndizi TV, Cyprian TV vile vile tunamaliza hapa. Unaona, anaeleza captain kwamba mbona hii mechi ya Gorosare na Matutu ni kwamba kesi imechukua muda mrefu kabisa, sababu tunaona kwamba kesi nyingi zikichukua hivi. Ni kwamba nature ya kesi hii ndio inafanya hivyo, kwa sababu
sababu kwanza mechi haikuwa imeisha, zilikuwa zimesalia takriban dakika 20 hivi mechi ile ishe kipindi cha pili. Hilo ni la kwanza. Japo vurugu ilikuwa, mechi haikuwa imeisha kwanza. Ndio inaangaliwa na upande ule wa juri. La pili, kunao wachezaji ambao waliweza kuumizwa. Kwa hivyo hata ukijikaza kukimbisha mechi ile ishe, tuseme Matutu wameshinda, bado kocha wao ameumia, wachezaji wao wameumia, kwa hivyo bado haingechezeka leo. Kwa hivyo hakuna ile pressure kuicheza leo. Upande ule mwingine, upande wa Gor Sare, pia kuna wanaohisi kwamba labda wachezaji wa Matutu wako na maswali kwa wachezaji kadhaa wa Matutu kwamba je, ni wanafunzi walifuata 90 days rule nini? Hiyo pia inazidi kufuatiliwa. Kwa hivyo kuna kesi dhidi ya kesi. Matutu wameweka kesi ya kuumizwa, Gor Sare pia wameweka kesi. Ndio maana inafanya kwamba mechi hii inachukua muda mrefu, na ukiangalia kwamba picha tulizoziona kwenye mitandao jana ni jambo ambalo linafuatwa kitaifa, kwa sababu pande mmoja wanaishi kwamba mbona wachezaji waumizwe, mbona makocha waumizwe, mbona mashabiki waweze kwa kiumizo. Huo ni upande mmoja. Pia upande mwingine Gor Sare wanao kesi. Kwa hivyo tunaacha upande ule wa kusikiza kesi, upande wa Nyanza watupatie hatima itakuwa nini, lakini mechi hii itachezwa baadaye, si leo. Labda mtu anaweza jiuliza kulaumiwa ni nani? Mimi kwa upande wangu nitawalaumu mashabiki, lakini pia kamati andalizi kwa kuandaa mashindano bila security yote, hamna ulinzi. Tuliweza kushuhudia pale katika uwanja wa Cardinal Otunga, tuliweza kuona mashabiki wanakubaliwa kuwaumiza wachezaji, jambo ambalo linasikitisha, na tunaomba sana ile kamati andalizi kama wataenda kuandaa mechi kama hizi waweze kuhakikisha kuwa usalama kwa wachezaji na mashabiki. Unajua upande ule ambao ni wa ulinzi wa mechi ile, kuna labda wanahisi kwamba askari wangefanya zaidi, la angalau labda kutoa vitoa za machozi, lakini kwamba ile sio stadium, ile ni shule. Ukiuza vitoa za machozi kuna wanafunzi, ndio maana havikuweza kuwa vikitumiwa. La pili kwamba kuna walisi kwamba mechi ile iwekwe stadium. Uliona kwamba Alhamisi mechi za stadium baada ya mvua mingi haikuwa sawa. Kwa hivyo wanaacha stadium jana iweze kutulia, leo mechi ziwe pale, lakini baada ya hii pressure nyingi zikabidi zimemaliziwa hapa kwa sababu ya wavulana haikuwa. Kwa hivyo ni mlima kwa kaunti ya Kisii, kwa sababu finali za soka kitaifa michezo yote itakuwa hapa pia Kisii, kwamba wale ambao wamejisomesha katika mechi za Nyanza yasirudie, pale ambao kufanya vema wafanye vema katika msimu ujao. Pia mashabiki tuweze kutulia, kwa sababu iwapo Gor Sare walikuwa na kesi, mechi bado ingeweza kuisha, bado kesi yako ingesikizwa, kwa sababu ni takriban dakika 30 baada ya mechi kuisha unaruhusiwa kuweka kesi. Kama uko na evidence bado utashinda. Mbona vurugu iwe kwa washabiki? Kwa hivyo hiyo ni kati ya yale ambayo anaangalia katika michezo katika eneo hili la Nyanza na kitaifa. Haya, asante sana. Basi huyu ni Captain 001 Andemo Steven, nimekuwa mtangazaji wako Kasim Mohamed. Kumbuka wale Kasim, unapoenda kutamatisha labda labda tunaweza kuongelea ni kwamba tumefuatilia michezo mbalimbali. Tumeweza kuona upande ule wa volleyball, tumeona Sagegi wameweza kufika finali, akina dada tumeweza kuona Alara kama mabingwa, basketball tumeweza kuona wengi. Labda michezo hiyo unahisi kwamba timu hizi za Nyanza zitatupatia furaha katika mechi za kitaifa? Katika mechi za kitaifa nakwambia, wanasema Zungu it's coming home. Hapa timu itatoka Nyanza, kwa sababu wanasema Nyanza it's home of talent. Tumeweza kushuhudia hizi talanta mbalimbali, na nakubaliana na wewe mia kwa mia kuwa mwaka huu lazima tupate timu ya Nyanza kama washindi. Ni kweli uwezo tunao. Basketball five side msimu uliopita Onjiko Boys walifika kwenye nusu finali. Mechi za mwaka jana katika soka Gor Sare walifika kwenye nusu finali, kumaanisha kwamba tunao uwezo wa kuweza compete katika michezo hii. St Mary's Yala, Kisii School pia wakusao upande ule wa rugby sevens pia tutakuwa tukiwategemea sana. Onjiko Boys 3 side tutawategemea pia sana katika michezo hii, kumaanisha kwamba uwezo tunao. Tujipange vema, tuweze kuwa vema, pia tunaweza kuleta ari na furaha kutoka hapa eneo hili la Nyanza katika kitaifa 20 East Africa. Asante sana. Basi wanasema sana ikizidi sana hiyo inakuwa sumu. Sijui tuweze kutamatisha. Ndivyo, ni kweli kwamba baada ya kuweza kuwa hapa tungewaletea mechi ya finali baina ya timu ya Kodero Bala. Kuna mashabiki wanahisi kwamba wanafaa kuongea, ni haki yenu, michezo hii ni yenu. Kwa hivyo Kasim, labda swali kwake. Majina ni Ray Mukua. I expected to see the game of Matutu. I'm disappointed. I use my fare every day bwana. So natumia fare yangu na kuja kuwatch game ya Matutu. Nimekuja sasa, nimesupport timu ya Alara, nimeisupport unaware but it's good. Hatujui Kenya kilikuwa kinaendelea, lakini yeah, okay.
when is that game will be played. Labda wewe kama shabiki unajua kama umekereka sana kwamba mbona mechi ile ya finali haikuchezwa leo. Umeweza kuona mitandaoni picha za jana kilichofanyika ile upande wa Cardinal. Wewe kama shabiki hisia zako ni zipi kuhusu vurugu iliyokuwa upande ule wa Cardinal? Sifurahi na hiyo picha. Lakini wale wenzetu unajua tuko Nyanza, si ndio? Wale wenzetu wa hiyo furugu achana nayo. Ndio tukue na amani, tuende nationals, tupatane na wale watu wao, tuwapige sasa. Tutapiga, si ndio? The pressure creases. Anasema the pressure creases. Kuna shabiki hapa wa timu ya Kodero Bara anasema kwamba pia ni kana kwamba atakuwa ametamauka kwamba mbona tuchome fair kukuja hapa kutarajia finali mwisho isiwe. Labda Kasim, una swali gani kwake? Je, utaanza na jina lako alafu utazungumzia maandalizi ya mechi hizi katika mkoa wa Nyanza na umehisi vipi kuhusu na hii michuano, ukizungumzia usalama wa wachezaji, usalama wa mashabiki na kuzungumzia tu kwa ujumla. Jina mimi naitwa Boaz Mtieno, fan mkuu sana wa Kodero Bara, Koses, the mighty Koses, na tumehuzunika sana sisi kama mafans. Hatuwezi toka huko tunakuja kushabikia timu, tunakosa mpira, haichezwi, na pia kama wachezaji na pia kama fans. Unajua lazima tukue na ile usalama. Na sasa hapo tunaomba tu wenye wameandaa hii mchezo hiyo leo. Hatuwezi cheza mchezo kwa kiwanja hii. Unaona hii umati wote. First of all, fans hawako safe. Na hata wachezaji pia hawako salama. What about mchezaji akifunga pale hii umati wote uende uzingira wachezaji wote. Sasa sisi kama wafans tuko disappointed sana na tuko expect hii mchezo ifike mahali imefika hii. Labda swali ambalo kwa leo wewe kama shabiki wa Koses, kuna ambao wanahisi kwamba labda nyinyi kama Koses ni kwamba ni bahati nyinyi kufika finali, kwamba mechi ya kwanza mkaenda sare tasa na Onyincha, mechi ya pili akahisi ni kana kwamba mliweza kubahatika kuipiga Kisumu Day, mechi ya mwisho wa Goro Sare dhidi ya timu ya Kodero Bara itaongelewa sana kwamba labda ile sare wengi labda waridhiki ilikujaje ile sare, ni kwamba ni Mungu tu anawaleta mpaka mahali hapo mmefika. Hapana, hapo nadhani umekosea kidogo, kama naweza kukosoa. Hatuwezi bahatika kuanzia kule chini mpaka huku juu. Na pia ukiona games zenye tukicheza na Onyincha hatuko tuna bahati la bao, si ndio? Lakini Kisumu Day tulipiga peupe. Wakaenda nyumbani. Jana pia tukapiga Mobimba Bira Boys mabao mawili, wakaenda nyumbani. Sasa pia kwa tunataka timu inaitwa aje? Matutu. Tuwachareza hapa mapema twende juu, si ndio? Sasa hapo hivyo hatuwezi sema ni bahati. Mliona watoto wanacheza mpira mzuri. Hapa kuna bahati hapa. Ananiambia kwamba hakuna bahati kwa upande ule wa Kodero Bara na mabingwa kutoka upande wa Migori wameweza kufika kwenye fainali ambayo kwa sasa itabaki kwa historia na kumbukumbu zao. Ni kuna shabiki pia hapa hivi. Kasim, kabla ufike kwake, huyu pia alifika hapa hivi, labda sipata hisia zake. Utaanza na jina alafu tuambie hisia zako kuhusu mchezo wa leo na ule mchezo ambao umeweza kuahirishwa ambao haujaweza kuchezwa. Nechivicha korwase egetigia kisiskule yemega ya abaisike korwase ya Alara Girls koirobonya konkobwa orongo rwa Nyanza mega yokunye kole timu ya Nyakach Girls kigori birase yamukorende ekiyankeri buna kitimu cyonsi bere ntyare ko bachiko basensemo ya Nationals eyere Alara Girls Nyakach Girls nambara bakabole nakena kibaigeta chi finali ensemo ya Nyakach ego bali ko sori amuna abanyankongo bo mwakweta lwa kisemo cyo semifinali ekemeno Nyakach babwasa kigori sano na ivere asipo sekimeno kende kia semifinali kya gosoreti gwigoro twaro chevene eskuru ya Alara Girls bakuniaka eskuru ya Hawinga kigori bera asiposa kwenda kibono buna ayona alama chibugurwa sensemo ya Nyanza kwende tukirejea hapa hivi leo tumeweza katika hizi mechi tushapata mabingwa kutoka upande ule wote. Swali ambalo niliuliza pia ugani ni kwamba okay, unahisi kwamba timu ambazo tumezichukua upande wa Nationals itawakilisha Nyanza vilivyo? Naam. Timu ambazo tumezichukua upande wa Nationals naona kama zitawakilisha Nyanza vilivyo, sababu mechi ambao wamecheza siku ya leo ilikuwa mechi ya kuvutia sana. Ingawaje watu wao wanadharau mechi ya mabinti, lakini siku ya leo mechi ambao nimetazama ni mechi ambayo imenivuta kabisa. Hadi nimeanza kutamani tena nirudie mara ya pili kulitazama jinsi ambavyo wanadada wale walikuwa wanasakata soka. Kama kuna huyu mwanadada Daniel alikuwa anatoka katika timu ya Alara kama sijakosea.
alikuwa anatoka katika timu ya Alara, mwanadada aliyevaa jezi namba 4 mgongoni. Alisababisha bao la kwanza. Ni mwanadada ambao alikuwa anaweza wachelenga wachezaji wa 7 walioko mbele yake, na yeye alikuweko kitinda mimba, nilikuwa namuita last born. Katika uga huo uwanjani alikuweko mdogo, lakini angepata mpira angekosa kabisa, ambapo nilifurahishwa na jinsi ambavyo alikuwa anacheza, hata amewazidi vijana wengi. Basi naona akifika katika national, huyo mwanadada bado atafanya vizuri, na hongera kabisa kwa mwanadada huyo kabisa. Okay, ananiambia kwamba aliwapenda wanadada waliokuwa wakicheza. Swali sijui ni kana kwamba ni wanadada alipenda ama ni mchezo wao, lakini anasema kwamba angetamani arudie kutazama tena. Natumaini kutazama mechi, si kutazama kina dada. Na kutazama mechi. Hiyo ni ukije, lakini nafahamu kwamba dakika zetu zimeweza kwenda sana. Hali tunafahamu kwamba upande ule wa Nyanza Sports Vibes ndio ambao walikuwa ni washikadau au main sponsors wa michezo hiyo, kuhakikisha kwamba upande ule wa officials wamekuwa well kitted, upande ule wa trophies zimeweza kuwa na. Ukaniambia kama umetoka katika upande ule, labda ungesema nini kuhusu Nyanza Sports Vibes? Kwanza kabisa nimeanza kuishukuru Ndizi TV kwa kutupokea hapa ili tuweze kufika. Lakini pia niseme asante sana kwa Nyanza Sports Vibe ambao wamekuwa ndio wadhamini wakuu wa michezo hii ya ukanda wa Ziwa, yani the regionals. Na niseme sana, nipeleke pongezi na asante zangu kwa the Nyanza Sports Chair ambaye ni bwana Joshua Orina. He's a God fearing man, na aendelee kusupport vipaji na hawa wanafunzi ambao wanafanya kazi nzuri. Siku moja tukitoka ama tutamkumbuka yeye kwa kukuza vipaji. Niseme Nyanza Sports Vibe wanafanya kazi nzuri, they keep on. Kuna wanaosema kwamba chanda chema huvishwa pete, na ni kweli wameweza kuwa katika michezo hii. Upande ule wa county mbalimbali watakuwa wiki ijayo, sehemu zile za Bomet wameweza kuwa katika upande ule wa kufadhili michezo hii katika county mbalimbali. Okay, kuna wanaouliza kwamba hawa Nyanza Sports Vibe ni kipi hiki wanafanya labda katika shirika hili la Nyanza Sports Vibes? Katika shirika za Nyanza Sport Vibes, asante sana. Vitu ambavyo wanafanya vitu tofauti. Kama vile unaweza kuwatembelea, huenda unaweza pata ya kwamba labda umekuwa unanunua hizi mipira, lakini mipira zako unapata zinaharibika. Ukienda Nyanza Sport Vibes, mipira zao sio hivi ambao utaenda hapa mtaani uokote tu. Wako na ile mipira ambao inadumu. Sasa hivi wameleta hadi gozi ambao unaweza cheza kwenye lami, miba, kwenye maji, lakini haitaharibika, maana iko na ngozi mara ya 4 kabla hujafika ndani kabisa. Na wana Nyanza Sport Vibe ni wenye wanajali mfuko wa mtu, basi watembelee, na wanakuza talanta, pia wanapenda mchezo. Hata ungeangalia leo, ungeona director wao ambaye ni kiongozi mkuu aliketi pale, aliacha hadi kazi yake kutazama mpira, ingawaji hata yeye anapenda gozi. Basi ndio maana alionea kwamba hapa Nyanza tunateseka, akatuletea Nyanza Sport Vibes ambao walikuwa wadhamini wakuu. Wameona ya kwamba wachezaji wako sawa, waamuzi na viongozi wengine pia. Basi tunawashukuru, na pia tunashukuru Ndizi TV walioungana na wao, basi tukapata tangazo haya moja kwa moja. Ali, labda la tamati kuhusu hawa wana Nyanza Sports Vibes? Tamati niseme Nyanza Sports Vibe wanafanya kazi nzuri, na pia penye wanapatikana Nyanza Sports Vibe ndio sisi. Wanapatikana maeneo ya Waumini Plaza kwenye ghorofa namba 2. Au ukifika pale basi huduma ziko sawa, Nyanza Sports Vibe basi watakuhudumia. Na ukumbuke ya kwamba wanapatikana katika nambari ya simu 07060000 ama 555 katika barabara kula kutoka Kisii kuelekea kule Kisumu. Asante sana. Hawa wamekuwa ni wadhamini sio tu wa michezo hii ukanda wa Nyanza, bali pia wanahakikisha kwamba upande wa Ndizi TV tumeweza kupeperusha matangazo haya moja kwa moja kuweza kukufikia wewe kupitia upande ule wa mitandao. Muda wetu ushayoyoma sana. Nashukuru nyinyi kueni hapa hivi. Labda kauli yenu kwa wale ambao wametutazama kutoka mwanzo hadi mwisho, tukianza naye okay. Kwa wale ambao wametutazama kuanzia mwanzo hadi mwisho, tunawashukuru na upenda kuwasihi muzidi kutazama Ndizi TV. Wanawaletea vitu vizuri katika michezo, tangazo zao moja kwa moja. Wasidi kuwatafuta, pia ukiwatafuta Nyanza Sport Vibe upate vitu vizuri ambao wanakuletea. Asante sana. Okay, kauli yako ya mwisho Ali? Kauli yangu ya mwisho niseme asanteni sana watu wa Ndizi TV
kwa sababu ya kutufikisha mahala hapa na kuwezesha matangazo yale kupeperushwa moja kwa moja, na nitoe pongezi zangu za dhati kwa The Nyanza Sports Vibe, na niwaambie kwamba waweze kuwasaidia wanafunzi kukuza zile talanta. Siku moja they will have a reward. Anasema kwamba siku moja wataweza kupata ile fidia kutoka kwake Mwenyezi Mungu. Kama nahodha Captain 001 sema kwamba asante Okejo, asante Ali kwa matangazo. Upande mwingine wa matangazo haya yaliyokuwa ya michezo kufika hapa studioni kutuambia udadisi wenu wa michezo hiyo korende aye umwanchomweraye tuwakiriko kwa muno zaidi kujana kwa bana idukuru mochaka nomba kwa moerio tari tuwaigase studio mwatubatirisane mitandao wiki ya yenge base chigosori bionsi pi ingwate bunambia mono na togenderere buna Disney TV ndo kwa waterere tuko chi final ya Nyanza chira kwa sorigu ntobeke sabari ya bene kwa kibuna ese chiko kwa sorigu tunyare ko bato kwa waroje buna Captain 001 bya mono gotubwati korenda sono toikiro mwali obwense amuyege karogie chigoso kodeka getari getambe tore turumurugulio bene bwe chigoso konda sebono trandense moya etu katoroli tagase limabere tumaya kwenda somurugulio bene. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Kisii Family Medical Center ni nyagatari ya kirero iyo kurobo koreri au iryo koenekeria afyenkia ngoro barobo koreri buno kori ngoru wa maiso na koena nebirore kurigereria maino obo koreri ibwe laboratory mbabwate duka ya mariogo bo igongo korabare physiotherapy ngwanchira bare insurance chikobwatia NHIF Minute Liason Group Madson Group KCB area ya Cooperative Bank Teacher Service Commission CIC Insurance, National Police Wase Prison, GA Insurance, Resolution Insurance, MTBA, Trident Insurance, na Boygo Star Discovery Insurance. Nigo bago toka samagachani usansoram barabare nestejene ne yechigari egoroba entangani. Asamanke bakire simi weterase namba 0758770764. Kisii Family Medical Center, your health, our responsibility. Bia mono omwancho mwe tagereta seni Ndizi TV rero igango che mase ya mukuru wa chinse mo che Nyamache sub county yene semo ya Nyamache tobe tokosanga ya mase ya mono mogosori korwa seti ya Gucha Youth FC ogosori semi yake mingi omaikarira semi yake mingi na tevya banki gore ya obogi mabwaye wikaboni gara senko na ndake ebyangere bya go chibosio mbiri binche buna botabere nende mo Steven Captain 001 chinse mo cha Facebook Ndizi TV News Digital semo ya Facebook Ndizi TV News Digital semo ya YouTube Ndizi TV News website www.ndizitv.net na kuinkira inche gweta chinse mo chiande mo Steven Captain 001 chinse mo chiri cha Facebook kondo tinsanga mange tando cherero igana mazoezi mubwata iganda ke au regular mo kora mazoezi haya Kerito ko tuwaten elite game after game au tuwatanya mane tutochera Sunday Monday so tuende to one day off Kurege ntekia sana rakonde seboni na bote byanda kerietari ya ayeningo nanda ke seboniga ganka yore enti mukio yore sama ngedangalo ku koroso wiga Gucha Youth jengwa kauna midfield na wale timu ya around 2 years one
Kagere tego chukua season ibere buya. Igendo ndatena mazoezi ngira ligi. Tukupo ngira ligi tuko game ngele weekend. So far buya to asigucha youth buya tole. Ndatega ndatena perform tole sabona ile. Igo Kulega nteke yakorende se faida ore gokorire ribone na bana niko manyandake William Koroso yo ngomora turega Koroso seguche seme yake ye mingi haba tutiri abange ba korode korende William Korosa nka yari okoru nka yuiboleire nyamachega factory ya nyamaji mwaka tu Ebolere factory ose ebolere nyagitari nyamachega factory tu yani scout na wenga kolega scout okay so na grow ile gabu koru around 2013 na rwetega okay kwa scout sana kidogo Ora bate abana ke demo ntaka gosoro mupira boniga andake gerare gukina mangana yo mupira nkonyarrare ngeti manya gosaye ngwa tole tanda exposure yo mupira koro mekana kichesemo chiri cha primary Kerana nge primary obvious no cheza yo mupira njina chaka cheza kinomo ke street ga so na chase follow ne passion nyanjete ball na chase amasakara ya obvious kero mundu kera chaka ne risakara kutira iyo na chase primary high school iyo kila sana ile na nyagotika mupira for the longest time na tena chase the ball for the longest time kurungi ball una gona chakota na wele unwa Pero na ali sama sakara ne mete ngakeria masakara abeboli ngutindi abali ngara kengo sari ole vikoro to ngo gundole ya beboli baomba kweta ne kili bakali diri ororo ryo kokosori Ode biko to school na yango sali sana but ana wate oiko molole akogerere but kilo na yango moke sometimes mo support yango abako molole biko to mupira as much as lende support yenge all fully lakini na maite na nje to mupira so at the end of the day na wewe maite ni kijana ingia nje to mupira na wanga mu space chinza chiwa kumupira Tema tama ngana CBC achire squeeze abana wote ba support wevi yego byabo timanyana kwetera CBC ne maite litwali ngavake ne vinge twali netu andake twalo cha korea kuya onye to beko sichwa soli bune chio chi academic turava ke bikoro to tunali mepira buneye aingi kilioraga nenda kwetera CBC ya achire ngora ni kebe sabana kebara barava kena na mana ye mepira ndonda ganye abana te ba support kera barava ke kero kule talanta kero korunze omuntu ngo develop wale mapema wangu nando maningi teta support mawa but abantu nando tojage to ngocheza competitive football to level ya school tora tena nanki one ile go train na coach ni information waka iko lakini most of the parents mbali support bana ko young age but CBC na ya chireiga chikoach techi employee uji school Atri na wana from the tender age na wako very professional korunza Nema tendo twanga manga bose batebira se competitive football kwa nyara sana na se jinsi ya mochiri che secondary primary tima nyago se school ya ino amanga ya sports simu arengo na sports na ngo lakini wanu ma primary toliko chiwa train mo no yani mo cheza tu ili weekend Pergana wase timu ngo train ile regular ne ilimo kwa sports cheka football machi waka but maybe the government ndio college ndio kiamana sports competitive chichake primary ina wewe okonya talanta na ndume talanta ya okanira sana bado talanta vinse primary kiyo chete rie wachi school kuna St Andrews Kao okay Nyamira Kao nere primary yao nele primary yao toche secondary Homa Bay High School. Nimeta jinsi ya mochi avogere chiwa soli nchisikire mono sana. Konde wasora yabune form 1. Nemo itaba kaka form 3 form na bare so mupira mono sana. Nake ikwirwa ndrita kaba kaka omba konyore na konyore liva gali yawe se team. Ndage ndokia mbegede bakangacha ko bana banda ba senior player maybe form 4 form 3. Nebidi
sinjogali most of the time nomeza bagele banje tumupira na niko support wala bana from tender age so konyola school na chetu akonyola bantu bange bakoleta abachezaji ndio ntinjie tuna mchezaji aine amax yako ile to nje muna kusoma okay uikali one passion ngaikanga na ninanje tumupira ne bidii kanarana na wachezaji bandi ne bidii yani nganyana as time goes coach Kanangela form 4 jena ingeka mara rito anga school secondary jema engaki abantu kwa kuma wanje to mupira usichigo sorry naona kinga kichiri cha interclasses timanya na chigwa tumegete go SMP nje wona na jagete from the first day mnande from 1 to go mwana mga tena mara de scout vale from 1 ba jema mbara bako batali ko chakachesa mupira but abakonya umuntu nalo hidden talent urante njira ngaenda bakata from 1 njumo chesa nini at the end of the day ngaba regular ketikera lituko kana na join ile team wanafunzi wende wense za chiko soli che skuru tuli kweva eke mina kereta ni ko soli tine che skuru che isiko ko soli ri entanga nipi tima yego soli ri yali ngwa chagete kwa chete bune sabra kimo piro yolenge ko soli ndanga na gete komangele skuru ya bale ko na butona yekoro kwa bob tournament okay ande game ndanga na gete final bazes Kisumu day naje tebne sub jitaeka ange like 70 young challenging because of the experience you form 1 in tina na waka the fan tina na but that was my first experience in that time como foi o mwa weto se mwa mbilo tene jipena to ile 0-0 but jipena around 5-4 and 5-4 ama 5-3 mede skuru ya karomire sana no yeka skuru na yale kwa kunkoro ma yarenge sana kurende ya kombe kia edire form 3 form 4 kwa bekiro kwa bere captain tumenyanda ebune captain ngelikuwa kaniti kuikira ni kwa captain yes skuru kwa nti kuikira ni esio mabe ibune captain yenkoyo ne captain no na de kuikira no go kuikiti nationals okay but the kora kaniti singenjwa sana circumstances but inelenge dream yani mbona kimwe yete chinga kichao ni to the county final county final tuache mbita nimetengwa mochi sana chiko soli chiri che primary anda ke sengencho so se sinchale ngororo coaches mbayororo onye mopiro lira tv formation buna waika wote ba mbia ngororo secondary ronke lira tv go chiko soli che secondary na secondary okonya umuntu developing kongile na huko umutin na understand chinguru konya chachiri secondary ne le perfect time ndate ko scout umuntu wono moja ko moso yono professional football sinjo igabo konya umuntu nawe utake kolengele no muntu monene yeye rahisi kumutaka kumutrain unala chako komanya wa professional wanyama chibula nyambono ko kwata na ito nomboro beri wechigo sori na inchende mo Stephen captain 001 to sanganere William Koroso omogosori ogucha yute sevono o TV safari ya yenda bitora nda somo timoko to sori chese gadeli nchia ero mwako eta ndara chi skuru chigweto masana ndara skuru buna Shanderema tukarabuna St Anthony's Kitale Dagoreti haigatie chinde timanya igeli yako ko kiasi chigo sori cho mwako eta chese kendeli nuna te ronde corona ora te the first time abantu were very interested in high school football school tinyinge tia work in school na St Anthony's Kitale okonyo wale bago chako develop wana mapema okonyo na liete record okonyo na St Anthony were almost 7 times champions in Kenya and then the ginge go chako champion otaibange tibi
babwate mibango aibangete babwate coach ago train full time ago scout talent from primary school iye raisi barabuko perform so nanengo encourage this school chine itaite ko ba talent school tiwachake mapema scout abana mapema train wala professional coach. I think chinse chindo kanyana high school no talent chiko. Okay. Watera wani matano tabia mangari tora oncholia segusi na ituinde na itutoika chise mochiricha nationals. Kondo mwancho morira abuno tokwanda se umutima kwa mwake kwa muroberi bwechi gosori tore meta seni Ndizi TV. Umutima kwa mwake wanda betukana sense mo yakabere koroso atabia mangi kwa secondary. Na kia sabari amwera se chigosori wikara boni ngabono kosori ase ligi ya FKF Division 2 yere daraja ya 4 yenkoyo imense ya Kenya mutima kwa mwake igo wera na tore. Naisiko yorogongo rwagusi abasubati nabange bakora emeremo eri kagaire kobanero eyabasacha Konya mataro musocho kaende musocho nigo turatarira abasubati abaiga eri kumanya ninki gekogera bakora emeremo yiga eyo kagaire kobana eyabasacha umera nanche Dorcas Kemuma asomo rebo mukungustengo eri nkomanye amange kerali tukoria Jumatatu jinsa ibere chama baba ya Ndizi TV editumumanye omukungustengo ningo Womukungustengo Jumatatu chinsa ibere chabutuko na Dorcas Kemuma. Omurigireria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yeito yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiota getotumanye asubwango mono abunda isi reke nambeye asesimiao enoti sano na ibere inya isatu isano nemo ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akire n'abasaki baito baikasuri na kubekora boti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yao ime Mbia mwana mwancho waletora igachinse mochanya macha ndake awa murabe timu ya Gucha Youth FC bagendete kwegeria igakurindia sevoni iga twabateri bagaria bene ryo gusanganere William Koroso no mugosoria se timu ya Gucha Youth agoterera mange gore safari aye goikaiga saikire kimanyia mange iguraye ni matetora nda somo timoko gota ibange gore yakeri kera kurwa secondary korende tibenya kuruiga restaurant gorwa gusi ryo tekera korone chiskuru cheto na chiro chitorore ndora twara skuru andake go defend onye county champion yese mangana yenkoyo Gusiga ndowa di timu ile consistent high school. Abana onne round kisi school round ende nyambali round ende school ene. Asinjo bandu wange mbara focus. Mbara tena sports school ndowa di gusi. Bandu wange bayiboli wange mbali kwen college bana wabo. Songo ngendonda tena abayiboli nechi school watu wale program yoko promote talent school
era vera isi kutwale timu yemu eko challenge timu chinde as a national level. Nimezengo nokorte ko semeria Homa Bay kanyore kwanyo ko rese skuru esekara kiri kwanyo ra ko ase chigosori kere gwakora engi abatiandake so mabwao ne chigosori. Gaida na gole de school yanga chaka ngasoa timu nere ko na kikao enga ile town ngachaka county league ngaka londa hava season Gucha youth waka sport nga join direct tinje ngacheza hava season nande tokanda div 2. I think div 2 naona vile for some time na tena cheza season AM this the second season ngwaka arora. Nemate kikao ne timu eralie sisi muchirichia Bosongo chinse muchage tembeali ngira tawara kaigoro ya county league na mupira obosongo onyara korokana buno ulio gosire sama tukabanga timu chirichia renge chinse muchirichia Bosongo chinse muchage tembe nyancho kata bigoro mupira ole Bosongali. Bosongo ya wali timu chinyinge sana no regional na legal county. So far squeeze maybe financially maybe this sponsor chia punguile osana bantu ba give up no mupira, but nowadays timu chile chinga sana ono maybe this sponsor nda tena bantu bala nyale go sponsor ji team talent nelo ento un talent nelo no ligele bantu bangi bako betaune abawakele ji timu chindensa amatendo abate chavo getembe dotora Kisi United dotora Kisi Industrial kono chingi chinde chavo yaro cha sukire na waika tebe chine nenivo na jina dake neme chando ya iganali. Timu na itauni galna ngo chesa most of the time training and mbali go training to kana tu makara na chisi tukana tota na tigato akigente ndo what ambition na ndo what direction tra ten na ndo tegende ngo ja youth ndo what direction ndo what again ndo what goals ndo what objectives inaenda the difference ye chitimu na chesile ne yaga ekotana ulitanda ke mochanda na ke koruki kao gocha gucha bitana kibago ikerete andake mbange de mochanda singenjo mba kana the signing fee anemba iwana na management relationship ya nene timu ya aleso release bange de wango sana ane baro tena gucha youth ne timu ingia na vela ama one bwa tena ligo na vego promote talent yani andake animete wate kama chaka na ni midfield ole kore tora restaurant kirigia kore taye wachara kwa midfield negenta abantu bange mbali kutaka abantu banga te ko banda ke goalkeeper usabe defender the winger was striker kore midfield ya ngi wanjerete midfield nje tinjage na midfield na jage na offensive number 7 lakini ngaikali high school nganyole coach bone contrain ega tena the best place in that chess midfield nanya te wing na alio go ikominyo go to alembero na ndeke rundo akera tena ngeke yungwa lengoro ne ingenza konya abantu bainge top so the best place una na tena kuchaka go train ebindo bya formation nini mupila serious bono ile place ya nea nenge the best ndo wati midfield ati nyinge sana korende aino oli okuwanja na koso na ngili wanje tego le midfield yi Declan Rice nganje tego ya na box to box midfielder ago press no mondo le dai base team na bago score na bago create na bago defend yani no mondo le class na bange engineer team nama tachi midfield to bate na kote batari bantu bange bago sororo kolenda ndake wetter experience kwa nyolde kwa soria se county league kwa soria FKF division 2 na bikombe vikebike ayanali ngire mo ndabenta ko lindabe top midfielder gari unonya go chisiko ile ndio tanga ni ko le discipline iko to le objectives chao kwanza personally na mchezaji iko to le bidii kutaka kucheza midfield iko to le bidii mwe iko wa kana mtu mna Rice iko itom iko to le chinguru iko to le
mono discipline nda te ko yele coach ko ma de midfield ne lo trate ne le ko si team ne ko chess midfield ngo determine sana ngaki timu ko chess. So we call the first person ko take instruction ko say coach ilio information error kana as a team. Muna waikote banda ke kucha bitine timu yevangete kero kwa go so rone timu kwate depth like kwa ngwa yote mucha ndake go so first 11 go se ayeba kuita bete buno go so uno gocha yendana dena tinga yese nanya de mechanda singenjo ina chite kero wa to bokongwa midfield bantumba engo yani midfield namba ina engo cheza akemba wate mundu ta engo ndate. So na jite na go so na nda banda wange bale good ba inge ngake gucha ba inga basanywa na tena na nona ibere tua wana wantu to manyain yako vera terai adaptation wana enge rais join as a team ne coach tiango ngake yuna management to manyain. So go adapt in environment na ndene asena ibolele tu naona ka wochile ball kale ga match ngai ya vete mechando wada kero atebe go yabo gimabwa wa sechin tunde chivere kwa veira resa magana FKF division 2 na kwate personal ambitions kia ono wana tianda ko twale chia chinga niga chigo chinga niga na kero atebe experience kia vere semia ke na des chigo limbwate bunanje personal lemia ke vele no kutaka kutili kucha youth and defend to atemete round to kola namba 3 ngale. So donde en topi mete no gotira ande come kitole efforts chance pichita keile gotiri team so far performance imbiel na ntoba de coach experience management pia ngo wakwela mwenyene sponsor we team na ngo pushal na de team tile wana nanje mchezaji na nje objective number 1 ya no gotiri team kidifwan ngiro ate bana kurwa set team ya macha kwa horra ba gosori andaki gati yabo obare ga konde team ya Gusii FC horra bande ba kodiri ku team chaisi kwa bande ba chire chitimu chinde ngiro ate banda kama bagari ya chitimu chire igoro as the National Super League FKF Premier League Shabana Gusii FC na ngiro ate bamba baga kichia ba iro se kwa baba moiru na ba gosori bueto mazaidi tuna Shabana Gusii ando baro mbogo the connection nanza nane ngora akatoli friend na bara so togo etoma topuish scouting raisi singenja banda buno bale ground asunga so bidi ya ogo kona nando na bokonyaleka na bokorokan ndemo no sane birongo mnyaga bire korenda ndake sefede omwancho moligereria ndake naroraga niko manyandake koroso kirata ligeti bile kyago chora akora kirata ligeti ndino mwanafunzi Barande mechanical engineering diploma itaunia matuka mange randa ligeti oikangende garasi nsoma nima tandake kando domo piro ya Kenya yene tito kwanda mange sa ya korende England ali wakwanira rais team yandake ose team ya UNAS no ose team ya Onedeli kisema chiriti ya England ali mulo ndo wasan okay nishikwa kwa Declan Rice ngingwaze na Declan Rice we can support him in the end makoyo volingo mo kimodega nteke voli transfer ya January maybe geko korubu yetra tem ngai de nere season asano elate wa kola investment dingia monomo striking number 9 ndo ati number 9 tola tevele to number 9 toko nya number 9 ateta ko signing ibere isato ngagerete na batoko bwa kombe nage to chokora ibuno mabasori nto baten koyo ya Gusii iga kama mtaga ni Kenya leko bakke gusuka gusio timu ya yara so ile timu ya FKF Premier League National Super League to bate timu ya yemo Division 1 nto bate timu ende yonsi Division 2 bangora usio batanga timu iko michire ya Division 2 nkero chekera ko rubuno mabasori rinde enko ya iteske igoro yenda kera kolu tola te Gusii ga no gutwara professional coach timu nyingi njire Division 2 lakini most of the time wande ba konya warana tu waenda wako mupira
totwale chikoch korwe ground batrainie chitimu chikorunza na bogo totwale chitimu chinyinge aya lebo tomende chitimu na bucha era unde amatumaini nogo tobe timu ntangani ya busi asodi fone aba fone baro raba ke bakoruya tibonega wetera Ndizi TV aya advice kyora aba kuno mogosori advice ndawa ene lina ani wanje to mobile ukotwale discipline hard work ambition tia objectives tia ukochi twalo manena ngyo tagete ande to tiga wa talanta wakane talanta ni ndega kwa amoko kaso imabwa nanengo keep kele fit mangana bora ide taraiso chikwalwa so onye wanje to mobile talanta ndeons ni bwatere kabisa ngana oyo moeria ana ana moeria na tena gucha tulifuan this all the best ndobe to kwa torore nkai mora ikena ambia mona so twara chinsa naintu manchomore abere William Koroso omagosori korwaiga ase timu ya Gucha UTFC tera mangi gorego kina kwaye korwe sacha agite asale bone kirenga bata samotkale bosio e wikere bosio ingorotero mogosori omongao etimu engao egosori ngago somoterio mongao watebia mange alerengete chigosori koranda sevoniga kendra gotengera Ndizi TV aiga no bwansu mobusi Garnet Electronics niko bakoletere ehofa yiri guridio gusamura asibako koneli chiuva chifridge chitibika tibinto binde asiri guri ryansekegima niko bakonya ebinto buna bono chi vacuum cleaner chiri cyo gutumeka sink na bwo ni chire cyo gukorera ubonchirya mbabwata chifridge chi bathroom scale chi cooker chi coil amone chibirika chiri cyo gutumeka estima chi microwave washing machines, chi TV, chi Hoover, chi vasi, chi dispenser, mbabwate bibarabara biribyo yani fans, deep fryer, blenders, chi heater, table burners, nebinto binde byo gutumeka estima buna bono, TV guard, wall brackets, chi remote, chi battery, chi inverter, chi socket igatie bintu binde ebinge boigo ntubuga tumurubyo oli papole pole asugwanchiru wakanere bintu ngorangora wekagwa kolide inyura asomurubyiga amajiko namarago kubwatiwa niko bagutuka emiyumo cyokisi asenyombe manyekantabuna Acacia Plaza ground floor Garnet Electronics iye nedukore igene ase bintu biri byo gutumika estima asirigurire insekegima Daliborogi ayayiga namazobo Daliborogi ayayiga namazobo Daliborogi ayayiga namazobo Daliborogi ayayiga namazobo Umwancho murigereria wege tasendika Ndizi TV na kwariganira somoroberio wege singa kema sesenya keri tukule Jumapili kuchakira chinsa 12 goika chinsa inye chamambia ase kuchakira chinsa 12 goika chinsa 12 nenusu tokonyera matero amatoereru yogo sasima Pokea sifa baba na utukufu yawe uchakira chinsa 12 nenusu goika ense ya motonyora amarandia kurwasa barandia ao kikoraga ensa eyemo ya mambia nanyore amatera jige singa top 5 amatera 5 amakenono kukegima Moyo karira bikone tenye basire Moyo karira makumya tatane basire Yekoraga chinsebere chamambia ninkoretere amateri au elinyara kusangamu naito ya maselemo akachinsi za tumwanchumu ligereria nonyore request awa aso kusaboko tera kwao
kera ritukoria Jumapili 12 gwika chisainye chamambia toma kurigereria egesinga kyamasesenia wesamorere amaseseni yao Ndizi TV obwansu bw'omuguzi omurobiri okubwatya nigobekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli mwacho muri wetasende kya Ndizi TV na kinga kikine bokwarega nima yomorobiri obombo kunguse ngo aseri tuko lya lero bobatayinga bona wekarero to manyanga no musubati owo chiko to bitorera enyama gosenero konye okubitora enyamase ebucheri igobona tinte tugenda tambete tuikanye kabisa ntunyale gosanga tumanya amange igoro ya omukunguse ngo litukweri tuko lya lero uko nyiro tubwatiwe asense media mitandao asense moya Facebook otonyora kuna Ndizi TV News digital kwa YouTube na mna Ndizi TV News nabo igo ase website tubwate mna www.ndizitv.net nabo igo namba na ile kwenye uwanja kana na ase screen yawo igoro gabo yure 792192834 ine namba ko torikira SMS yawe nyinge ari de tunyale usanga abirata ase tukulere tete ko beka ase kege tambe tiga ngale kan kigima omukunguste ngo itubwe tukulere tatebere ningo na wanane emirimo yaye ndere babo irire otayibona marita oningo otebinga emirimo yawe ni naga iganga itore sama yenda ne burukuro na mora yangweta iga embassy na sengo kwa radio achara wana nabona achitenga rigere ryegasiyenga ngaya kurigere rina ngasike okora ngasikiriye yabona kora akore era to ko na ko squad rigere nabona alingembo ni matara genda mere mukeyo okora se buchere era iga ona kore mere moye buchere aiga bunandororo buchere ni ombona yabantu abembas abagira bose abagaka abantu bose ko baoneliana abemba manjira nete ibona ukubitora kabisa na kubone mbanje tena umusibati yombi yawo ndowekera okay bona ndi wachagite mirime yawo bona ko ne amangana yo buche ndiko yiwe wachagite tena yachagite mwakero na moja igo kwara berira okay inki cyagere to kayigore bucheri ngwate batigangi gore nonya ne kibanda gichisaga sinye nyumeta abosubati korwakoro korana asenya makobitora bange bari koremera konyenya iga nukikire to kabitora ayo gachora nugachora bucheri ona chetu kurigere gasiga ngaranga Kerenko ya wete gango ya kurigere ya bagaka buna bako nchucheri ngaranga te ko bango wasinde ngachikote marenga te ngara nche ko ikanyi orenteme ndole ngana ki egasiye ko ninyare ega laigora ngara karate ma keke ndole bosengo nyara kanyoro la nyane abo ko nyara kwa kanyura abo ko nyara ko balance nya bandelu ake kanyoro la manje akere to kurigere ase obonjere yawe osekere to kuriya se gasiga yenyama ngonyorore ebwate yani umutakore umuntu geto bwate chinguru gananye ne ko sunge nyama kunde yugoro gabo ngo konya gusunga alafu na ngokora getiko ko unacha kabisa ose kukurigere kwa otuga kwa gachichi bucheri akwarire ose ngwa bwate umuntu oko bwate bucheri yange nasore kwa gachire kwa somi kuroro kono kurugabu ninyo nende no mugaka egasi ekere twachagete kuwaterana nere